Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu kwa mara ya kwanza. Karibu kwenye taarifa zetu leo tarehe 23 mwezi Agosti mwaka wa 2026. Huu ni muhtasari wa habari tumekuandalia. Mohammed bin Salman kutua jijini Paris kwa ziara ya siku 2. Ufaransa inajiandaa kumpokea mrithi wa kiti cha ufalme na waziri mkuu wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kwa ziara rasmi ya siku 2 itakayoanza leo Jumapili, katika kipindi ambacho hali ya mambo katika Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete. Kwa mujibu wa ikulu ya Elze, ziara hiyo inakisi kile ilichokitaja kuwa ni uhai wa mazungumzo kati ya Saudi Arabia na Ufaransa na ni fursa ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mrithi wa kiti cha ufalme Mohammed bin Salman wanatarajiwa kufanya mkutano wa kwanza wa baraza la ushirikiano wa kimkakati la Ufaransa na Saudi Arabia, ambapo watajadili masuala ya kiuchumi na kimkakati pamoja na masuala ya kikanda. Paris inachukulia uratibu na washirika wake wa Ghuba kuwa muhimu kwa kuimarisha utulivu na amani katika eneo hilo. Macron na mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia pia watashiriki katika hafla ya kufunga mashindano ya kombe la dunia la michezo ya kielektroniki Sports World Cup, ambayo yanafanyika Paris kwa mara ya kwanza nje ya Saudi Arabia tangu mashindano hayo yalipoanzishwa. Uingereza yapiga madai ya kushambuliwa mtandaoni na Irani. Serikali ya Uingereza imekanusha taarifa ya gazeti la Telegraph kuhusu shambulio la mtandaoni la Irani dhidi ya kiwanda cha kufua umeme nchini humo, ikisema tukio hilo liliathiri jenereta ndogo ya nishati wala sio kiwanda cha umeme. Gazeti la Telegraph liliripoti kwamba Irani ilikuwa imedukua mtandao wa kiwanda cha umeme cha Uingereza cha siku 4 katika shambulio la mtandaoni lisilo na kifani. Lakini msemaji wa serikali ya Uingereza alisema mfumo wa nishati wa nchi hiyo ulikuwa imara sana na hakuwa na tishio lolote dhidi ya mfumo mkuu wa nishati. Vyanzo vya serikali ya Uingereza pia vilieleza ripoti ya Telegrafu kama iliyotiwa chumvi na kusema tukio hilo halikuhusisha mitambo yote ya umeme. Uingereza inasema kwamba kufuatia tukio hilo, idara ya usalama wa nishati imewafahamisha watendaji wakuu katika makampuni ya nishati na kuwatumia mapendekezo na mwongozo kuhusu hatua zinazofuata. Kituo cha kitaifa cha usalama wa mtandaoni wa Uingereza pia kina jukumu katika kushughulikia matukio makubwa ya mtandao. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, ni hayo tulikuwa tumekuandalia kwa jioni ya leo. Lakini si yuko peke yangu kwenye studio, niko na mgeni maalum ambaye ni mwanahabari kutoka radio inaitwa Inkwebo TV. Ndugu, karibu sana. Asanteni sana bwana Sahib TV. Unaweza wasalimu wapenzi wetu ili waweze kukuona? Salamu sana, tutatoa salamu kwa wasikilizaji wetu. Mimi ni Inkwebo TV, naongea kwa kilugha ya Kinyamulenge, so niko pamoja na ndugu yangu kutumia lugha ya Kiswahili.
Asante sana. Mimi nafahamika kama Lome Verdict. Kama we ni unatumia jina la Kifaransa, mimi nafahamika kama Lome Verdict. Kama unatumia lugha ya Kiswahili unaweza niita msema kweli. Kama unatumia Kiingereza unaweza niita Truthful Man. Huyu sasa anaitwa Inkwebo TV, ndiyo televisheni ambaye anafanyia kazi. Sasa ndugu kutoka Inkwebo TV, hapo Mashariki ya Kati kuna migogoro ya kisiasa. Hiyo migogoro ni kati ya upande wa Marekani na upande wa Irani. Wiki iliyopita Trump aliwekea taifa la Irani vikwazo. Amesema nchi yoyote itanunua bidhaa kutoka Irani itachukuliwa hatua. Sasa pia nimesikia upande wa Irani pia wamesema nchi yoyote itakuja kusapoti Marekani itachukuliwa pia hatua za kijeshi. Sasa hayo ndio yanajili katika Mashariki ya Kati. Huo ndio mgogoro wa siasa huko pande ile. Asanteni sana kwa swali hiyo. Mtaniwia radhi kwa sababu Kiswahili changu sio sanifu sana. Unajua mimi natumia kilugha ya Kinyamulenge, sio kila siku kutumia hii lugha ya Kiswahili, lakini sasa wacha tujaribu. Kwa swali uliponiuliza la Iran na Marekani, bwana msikilizaji, hatuwezi sema sana kwa masuala hayo kwa sababu watu wameshayazoea. Ni kama mchezo wa paka na panya. Leo Marekani inaongea jambo hili na kesho pia Iran inajibu neno lingine. Ni kama hivyo wakipigana hapo vita. Unapata Marekani ikirusha kombora kwa Iran, pia Iran inajibu kwa makombora. Kwa hivyo inamaanisha pande zote mbili ziko na nguvu ya kisiasa na kijeshi. Sio nguvu wako nayo, lakini tuseme kwamba Marekani iko mbele kwa Iran. Juu sasa unajua kama Middle East ni kama iko upande wa Marekani, na pia ukiangalia hata hii nchi za Ulaya mingi ni kama zina support Marekani pia. Iran iko na nchi kama inasapotiwa na nchi kama Urusi, lakini na Uchina, lakini hawajaingia kwa vita. Ni kama wana support lakini chini ya maji, vile Waswahili wanasema chini ya maji. So hiyo vita ni kama ni vita itaendelea kupanuka. Kiangalia vizuri bwana msikilizaji, hiyo vita itaendelea kupanuka na sio vita ya kuisha haraka. So wacha tutazame vile vitakuwa, lakini ukiangalia bwana msikilizaji, venye hii vita imeanza na mahali imefika na siku imechukua, watu hawakuwa wametarajia kama itamaliza hizo siku. Sasa ndilo swali langu, nimesema kwa pande zote. Wewe umesema inaonekana Marekani ndio iko na nguvu, lakini wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema imebainika wazi kwamba pande zote mbili husika na vita ziko na nguvu, kwa sababu Marekani imekaa ikiita Irani ili wafanye mazungumzo. Huwezi kuwa na nguvu kunishinda alafu tena ukuje kuniita ili tuweze kuzungumza. Inamaanisha umenirushia ngumi, pia mimi nikarusha. Sasa nikasikia ngumi yako iko na uzito, ukasikia pia wewe yangu iko na uzito. Sasa hapo tukisikia sisi sote tuko na uzito kwa kimwili, itabidi tuketi chini tukubaliane. Asanteni sana. Ukiangalia hii vita venye nimetoka kuzungumza,
hii vita Marekani ilikuwa imetegemea ya kwamba hii vita itachukua muda kama na huyu. Marekani ilikuwa imefikiria labda itapiga Iran kwa siku chache, lakini sasa Irani nayo imeonesha ya kwamba imesimama, iko na nguvu za kijeshi, imesimama imara kwa kijeshi. So ni kama Marekani imeanza kupungukiwa na nguvu za kijeshi, kwa sababu sio vita ilikuwa imepanga kwa muda mrefu, ni ilikuwa imepanga kwa muda labda tuseme wa mwezi moja, hiyo vita ilikuwa imemaliza hiyo vita, na ilikuwa imefanyikiwa kuwaua wakuu wa majeshi wa Iran na pia wengine wakuu wa serikali hiyo ya Iran. Lakini Iran imeonesha ya kwamba sio, Iran haisimami kwa mtu mmoja. Iran, kila mwananchi wa Iran anaweza simama na kupigania nchi yake. Asanteni sana. Imebainika wazi kwamba IRGC ama Islamic Revolutionary Guard Corps imejijenga tangu mnamo mwaka wa 1979. Nguvu za Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu si nguvu za mwaka moja ama mbili. Wacha tuwashukuru watazamaji wetu, tukiwatakia laheri, tukisema chao chao. Asanteni sana, na tuwakumbushe kubonyeza hapo subscribe na share pia na comment ili waweze kupokea matangazo yetu. Yes. Asanteni sana.